Hello Tanzania, hello Afrika Mashariki. Bwana karibu kwenye hili bonge la zigo mzee baba. Umshikaji anaitwa Beni. Mara anakuja kumshika dada kazi. Dada kazi anashtuka na mshikaji anamwambia kaa kimya, nyamaza usikilize, hebu njoo nikupe kumbato. Dada kazi akawa anauliza, "Nini hiki sawa kitukuta hapa?" Lakini kwa nyuma hapa tunakuta kuna mtoto anachungulia. Huyu mtoto anaitwa Sofia. Sofia akagundua kwamba mzee waga na kulaga dada kazi mzee baba. Akakoa hapo. Basi hawa wawili wakajifanya kama vile wanafokeana. Kana mwambia, "Wewe, mbona ufanye kazi?" Sofia anakuja kushangaa, "Mzee, mbona kama ulikuwa unapiga busu afu unasema eti afanye kazi? Mambo gani haya?" Temu hizo anakuja ubidada. Ubidada anaitwa Chisoma. Chisoma ndo mke wa mshikaji Ubeni. Sasa akanaulizwa hapa, mshikaji akasema, "Huyu afanye kazi, yani akiamka tu mambo gani anayoyafanya hata tuelewi." Basi hapa Sofia akabaki tu anamshangaa jinsi mshikaji alivyojaa na uongo mzee baba. Oya, baada hapo akasalimia dada shikamo. Kisha umamba akawa anamsindikiza mke wake na mtoto. Basi huyu mke wake anamsindikiza mtoto wake kuelekea shuleni. Basi upande wa pili hapa tunakutana na Chisoma pamoja na Sofia. Sofia inaonekana kabisa hali yake haiko poa, yani ana mawazo ile kinoma noma. Basi hapa mama yake anamwambia, "Niambie kuna shida gani?" Akamwambia, "Mam, sikiliza, washa gari tuondoke." Mshikaji anarudi zake ndani na anampoza hapa dada wa kazi na anamwambia, "Wewe sikiliza, yamepita, ujue mimi ni mwigizaji mzuri kwa hiyo hakuna kitu chochote kile kitakachotokea, sawa?" Baada ya hapo dada wa kazi anamwambia, "Ujue nimekubali mandevu." Mingi kupita basi hao wawili huwezi amini, yani kwenye hii mjengo wao wanabaki kama mme na mke. Basi wao wanapikiana wali hapa. Kisha mshikaji anaanza kumlisha, ambia wasikilize, njoo nianze kulisha mimi hapa. Unajua tena. Basi dada kazi anaanza kufanya kazi zote, yani anafanya kazi za ndani mpaka kazi za nje. Oya, niandikie kupitia comment hapo, unatazama mzigo huu ukiwa wapi? Okay, kabla tujaendelea mwanangu, najua mnajua jina langu. Mimi naitwa DJ Panado, zera kutuliza maumivu. Okay, tuendelee na filamu yetu hii hapa. Basi bana mshikaji akanamwambia, "Wasikilize, nilishe kamchele yako." Unajua tena. Baada ya time mingi kupita, bidada Chisoma ametoka zake kazini na amerudi amepozi hapa na mpenzi wake Chipala. Huyu Kipala ni noma. Kipala akamwambia, "Wasikiliza, unajua nini? Mimi natamani ungeenda atakupumzika." Dada akasema, "Basi sawa, ngoja niondoke zake." Huyu dada akawa ameondoka zake. Basi mshikaji akamuita mpenzi wake, ambaye huyu mpenzi wake anaitwa Margaret, ni dada wa kazi. Oya Margaret, njoo basi. Margaret akawa amekuja hapo. "Oh jamani mahabuba kipenzi, nipe romance." Basi usikiliza, twende taratibu ujue. Mara kasikia, "Bibi, nakuja, ngoja nikuletee juice kabla sijaenda kulala." Basi akamwambia, "Wasikiliza, ngoja aniletee juice afu utakuja tena, sawa?" Basi Margaret akakimbia. Temu hizo bidada akawa ameleta zake juice hapa na mwamba akashangaa tena, "Dada vipi tena, mbona haendi kupumzika?" Basi hapa Chisoma akamwambia, "Wasikiliza, basi ngoja mimi niende nikapozi." Mwamba akasema, "Usijali, wewe nenda tu, mimi hata nikikesha hapa naangalia TV, unajua tena time hizo uwezi amini." Basi Margaret akawa anaingia, akasema ameshaondoka. Basi sikiliza, njoo chukua tam jamani. Kabla hajamaliza, yani kabla hajaanza, anatokea huyu mtoto wa kumuita Sofia. Sofia anawakuta kwenye tendo kama hili mzee baba. Basi unaambiwa kwamba Sofia anapiga makofi, anasema, "Jamani, ongela mfanyakazi, unafanya kazi zote, yani unamsaidia hadi mama kufanya kazi." So ndo hivyo. Basi hapa mzee akasema, "Sofia, nini shida?" Basi huyu dada wa kazi akamwambia, "Hapana bwana, we mtoto unanikosea nizamu. Mimi babako kuna kitu alikuwa ananitoa hapa mgongoni, kwa usijali, sawa? Kuna kitu kilichoendelea, afu mimi nawaga usiku mwema." Mtoto akamwambia, "Wewe dada, shauri yako." Haya, akamrudia mzee hapa, akamwambia, "Baba, unachokifanya sio kitu kizuri." Baba akamwambia, "Kwani kuna shida gani wewe?" "Sio kuna shida gani, huyu dada wa kazi kabisa." Haya, basi siku inazo zikawa zinapita na hapa uwezi amini, tunakutana na Sofia na mama yake Chisoma. Na hapa akatamani kumwelekeza kila kitu mama yake kinachoendelea huko. Wakati anamwelekeza upande wa pili hapa tunakutana na huyu Margaret. Akasikia kila kitu kwamba mchongo unaenda kubuma mzee baba. Oya, anachoamua ukifanya ni kuja hapa na kuharibu mchongo mzima. Basi mama akamwambia, "Niambie kila kitu unachokijua." "Mama, mimi nataka nikwambie baba anachokifanyaga wakati wewe umeenda zako kazini." Basi nakuja Margaret hapa anamwambia, "I say boss, unaitwa na tajiri kule chumbani." Basi yeye hapa mama akasema, "Sasa hivi?" "Ndio sasa hivi." Jamani, mwambie nitakuja baadaye." "Hapana, sikiliza, wewe nenda sasa hivi." Basi unaambiwa kwamba yeye akaondoka zake. Wakati ameondoka, basi mtoto naye kanyenyuka akamwambia, "Unataka kwenda wapi?" "Sikiliza, michezo yote mnayoifanyaga wewe na baba naijua.
time mingi kupita, basi leo mzigo unatupa siku nyingine, tunakutana na rafiki yake Chisoma huyu hapa ambaye anaitwa Lilian. Basi Lilian anakuja kumwambia, oya huyu dada wa kazi mbona kama ni mbaya. Haya basi time mingi hapa mtoto naye akamwambia, oya mzee, kila kitu mimi nakijua unachokifanyaga na dada kazi. Basi mzee akamwambia, usikiliza, mimi sifanyagi michezo mibaya. Hapana baba, mimi najua, mimi sio mtoto mdogo. Wewe dada kazi anaweza kukulalia, kuna kazi gani ambayo dada kazi anaweza kukulalia juu? Kuna kitu chochote kinachoendelea, basi mimi nitaenda kukiweka wazi. Oya, mzigo unatupa asubuhi mapema hii hapa. Mama amejiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Basi wakati amefika hapa, anakuja kumuagi mpenzi wake, anamchumu na kisha anamwambia kwamba baby, basi mimi naenda zangu kazini. Wakati anataka kuondoka, dada kazi akawa anakuja, mama tafadhali, ujue hela ambayo umeacha ni ndogo kabisa. Mama anashangaa, vipi hela mbona mimi nimeacha nyingi? Basi mzee naye akasema, ndio wewe mpatie, tumuongeze, kwani kuna shida gani? Mpatie. Wakati hapo uwezi amini, dada kazi anaanza kukoa, yani kama anataka kutapika hivi. Mzee akauliza, vipi huyu ana shida gani au anaumwa nini? Basi akawa ameitwa hapa na akaulizwa, mara mwisho kuingia siku zako ilikuwa lini? Huyu dada kazi akajibu, ni miezi 2 iliyopita. Basi mama akagesi kitu hapa kwamba okay, kuna kitu kinaendelea. Kisha dada akamwambia, sasa sikiliza, basi hakikisha unakuwa vizuri mpenzi wangu, mimi naondoka, sitorudi sasa hivi, sawa Basi hapa mama akawa anaondoka zake Chisoma. Wakati ameondoka tu, mshikaji akasimama na anakuja kumuuliza, wewe vipi, nini kinaendelea? Dada kazi akasema, nice kama ni mjamzito. Sasa kama mjamzito furahia. Sasa umshikaji ni kwamba ameishi na Chisoma, hajaipata mtoto, na ule mtoto anaitwa Sofia, ni mtoto wa Chisoma, yani alishazaaga nje ya ndoa huko. Kwa hiyo mshikaji alimkuta Chisoma yuko na mapesa, yuko na mtoto, lakini kwa sasa amejaribu kutafuta mtoto na bado hajapata. Kwa hiyo mshikaji anamwambia dada kazi, wewe usijali, sawa, huyu mtoto sisi tutamlea tu, na mimi ndo nilikuwa nataka niwe na mtoto. Akampiga busu hapo. Wakati anampiga busu, kumbe bwana, huwezi ameni, Chisoma sio kama mjinga. Hii michezo aliambiwa na mtoto wake kwamba oya, mzee anafanyaga michezo mibovu na dada wa kazi. Kwa hiyo akawa amerudi hapa. Mshikaji akamwambia, usikiliza, kuna inzi ilikuwa hapo, hebu tuitoe tena. Inzi, oya mke wangu vipi? Mke akasema, endeleeni tu, kila kitu nimekijua. Kwa hiyo kumbe wewe huwa unacheza michezo mibaya na dada kazi, so ndio hivyo. Basi mshikaji akasema, hapana, lakini bosi, kuna kitu alikuwa ananitoa, unajua, lakini bosi, una kitu nilikuwa ananitoa. Unafikiri mimi sielewi? Naelewa kila kitu. Hamwezi kunificha kwa sasa. Kwa hiyo nakuomba tu, beba mabegi yako, ondoka. Jamani, lakini kwa nini unanifanyia hivyo? Nimekwambia beba mabegi, ondoka. Unalialia nini? Sikiliza, kabla sijachukia, nenda kabebe mabegi yako yote na uondoke kwangu. Na mtoto naye anasema, Sofia, ndio na mimi nilikuwa nawakuta mnafanya michezo mibovu wewe na mzee. Nilikwambia mzee, mchongo utakuja kubumba. Haya, mchongo umebumba hivyo. Basi mtoto wa kike akawa anamlilia pale mshikaji, na mshikaji aelewa atafanya nini. Huwezi amini, mshikaji akampisha pale, wewe Mandevu nisaidie basi, unajua nina ujauzito wako. Tamu hizo anakuja dada yake na mshikaji. Huyu dada yake na mshikaji anaitwa Mariam. Mariam anafika hapa anasema, una ujauzito wa mdogo wangu, haina haja ya kuondoka. Basi cha kushangaza, mtoto anasema, shangazi, shangazi nini? Wewe kama ni mjamzito utakaa hapa. Wewe shangazi, haiwezekani. Vipi? Atakayeje hapa na nipisheni hapo, sikiliza, rudisha begi, rudi ndani. Kwa hiyo safari ya kuondoka hapa Margaret imegonga mwamba. Oya, noma sana mzee baba. Oya, tuandikie kupitia comment hapo, mchezo huu umeonaje mzee baba? Oya, dada yake na mshikaji Mariam akana mwambia hapa mshikaji Beni, amwambia, oya mdogo wangu, wajua hii ni miaka mingi imepita, wewe hujapata mtoto, kazi yako kulea tu kitoto cha mtu. Oya sikiliza, tamwizi wakiwa napiga story, anakuja kusikia kila kitu hapa Chisoma anagundua kwamba kumbe shemeji mtu au wifi mtu ni mnafiki, ni mnoma. Akawa amekuja hapa na akaja kwa kuchungulia. Oya wifi yake akasimama akamwambia, nipishe mshenzi wewe, mgumba wewe, uzai. Oya, sasa mzigo unatukumbusha hapa leo hii. Basi unaambiwa kwamba kumbe huyu bidada Margaret alivyogundua kwamba yeye mjamzito, akampigia dadake na mshikaji Beni, na ndio maana dadake na Beni ikabidi aje kuokoa jahazi. Akamwambia, mimi ni mjamzito na kakako ndo amenipa ujauzito na nimefukuzwa hapa, inakuaje sasa? Basi akamwambia kwamba mimi nitakuja kukuokoa, kwa hiyo baki hapo hapo, sawa? Basi akaikata simu. Kwa hiyo ndo hivyo, yani kila kitu mimi uliniambia na mimi nikasema iwezekani, lazima nije. Kwa kweli nashukuru sana dadangu. Mimi sio dadako, mimi ni wifi yako, sawa? Wifi. Basi unaambiwa kwamba, akamwambia njoni
nikumbatie wifi yangu, wifi katoto kazuri aisee. Time mingi sasa huwezi kuamini mzee baba. Oya noma sana. Haya bwana. Oya mzigo tena unatutupa siku nyingine hii hapa. Sasa leo hii hapa dada mtu anakuja kukaa hapa na anakuja kumpokea wifi yake. Wifi yake akamwambia, sikiliza, hii begi langu haina haja, hebu nifuate, nifuate wifi yangu mzuri, wewe sio wifi. Basi Chisoma akamwambia, wewe nenda tu Margaret. Oya sasa mingi akawa anamfokea hapa, akamwambia, wewe sikiliza, huyu mgumba usio unaongea naye. Anakuja Sofia, wewe shangazi unazungumza nini? Unasema mgumba? Mamangu mimi sio mgumba. Mama anakuja kumtuliza hapo, lakini Sofia anasema, wewe umemsikiliza kabisa kila kitu anachokisema hapa shangazi, kwamba wewe ni mgumba, kwa hiyo mimi siwezi kufagilia wala nini. Basi hapa Margaret anajifanya anasimama anaondoka zake. Oya mingi kupita, basi hawa wawili watatu wote familia ikakaa chini, na hapa mshikaji akawa anamsikiliza dadake akamwambia, sikiliza, usipoteze hii bahati, sawa? Unaishi tu na mgumba huko ndani, yani kazi anakupa laana, kwa hiyo achana naye ikiwezekana. Bidada anakuja kushtuka, unazungumza nini wifi? Mbona sikuelewi wifi, nini unachokizungumza? Unielewi? Sikiliza, wewe ni mgumba, kwa hiyo usitaji wewe uwe na mdogo wangu kwa sasa. Kwa hiyo nahitaji mdogo wangu apate mtoto, sio wewe mwenye laana ya ukoo, mshenzi wewe. Yani uzai mgumba, ndio hivyo. Mimi mwenyewe sikupendi, ni vibaya mno, nakuchukia wewe. Wewe subiri kwanza, yani huko ndani utaondoka tu, sawa? Basi bidada anabeba zake laptop na anaenda zake chumbani huko. Okay, time mingi hapa. Basi siku chache zimepita na hapa tunakutana na huyu dada yake na Beni ambaye anaitwa Mariam. Kwa hiyo anakuja kumwaga wifi yake mzuri. Anamwambia, wifi yangu, najua wewe ndio umembebea mdogo wangu ujauzito, kwa hiyo hakikisha hakuna naye kubuguzimu kwenye mjengo, kwa hiyo mimi naondoka. Beni, hakikisha hakuna mtu anayemgusa. Wewe shangazi unazungumza nini? Kwa hiyo sisi sio familia yetu bwana, huyu ni dada wa kazi. Oya nimekwambia wewe sio dada wa kazi. Kwa upande wa Chisoma anabaki anasikiliza tu, ana cha kuzungumza kwa sasa. Basi bidada akawa anaondoka zake, akamwambia, wewe mgumba, mimi nakuaga. Okay mgumba, usije kaleta shida kwa mwenzako, huyu mwenzako ni mjamzito, sawa? Kwa hiyo hakikisha unafanya kazi zake zote. Time mingi kupita tunakutana na rafiki yake Chisoma, akawa amekuja hapa. Huyu rafiki yake na Chisoma anaitwa Lilian anakuja kumwelekeza hapa. Ina maana kwa hiyo wewe ndio umekuwa hivyo. Kwa hiyo wewe umeruhusu dada kazi apewe ujauzito na wewe uwe mfanya kazi, so ndio hivyo. Basi mambo akawa mengi. Mingi tena kupita hii hapa. Sasa tunakutana na mama yake na Sofia mwenyewe. Anamwambia, mama, haiwezekani, yani baba aoe mwanamke mwingine kwenye nyumba yetu. Hiki kitu yani mimi siwezi ukifagilia wala nini. Mama akamwambia, sikiliza Sofia, sio kila kitu na panic. Kuna kitu nitakiwa utumie akili, utumie yani usitumie nguvu. Yani mambo yataenda sawa tu. Kwa hiyo mtoto wangu wewe usijali. Okay. Basi hapa akamwambia, wewe sikiliza, wewe Margaret, mimi ndo nilie kutoa Sigimbi kijijini, kwa hiyo mimi nikwambie tu kwa sasa ujauzito nitaulea mimi mwenyewe, kwa sababu mimi sijapata ujauzito na wewe umepata ujauzito. Kwa hiyo mimi nitakayeulea huo ujauzito. Mtoto anauliza, why mom nasema hivyo, unazungumza nini? Mama akasema, nazungumza hivyo kwa sababu huyu amebeba ujauzito wa mume wangu, kwa hiyo jambo la mume wangu ni jambo langu, ngoja tulivalie njuga. Basi mingi hapa imepita miezi kama 3 hivi, ujauzito umeanza kuchomoza. Tunakutana na mshikaji Ben, lakini hapa mke wake anakuja kumwambia, I say Ben, tuenzao chumbani tukalale. Lakini upande wa Ben akasema, naomba niache, niko busy. Lakini mpenzi, twende tukazungumze. Sikiliza, anataka mkazungumze nini na yeye huyu? Hebu sikiliza, tuendelee kubebika hapa. Si unajua baby, mapenzi mahaba ndo kama haya hapa. Basi unaambiwa kwamba mwamba akamwambia, wewe nenda tu kalale wazungu 4, mimi niko na baby hapa tunabebeka. Baada ya kuondoka, basi wao wawili hawa wakaamua kupiga story, na hapa bidada akasema, mtoto anataka kulala na wewe. Kwa hiyo mshikaji alichoamua kufanya ni kuondoka na huyu bidada kwenda kulala kwenye kitanda ambacho yeye anaraga na mke wake. Mke wake anaingia muda huu na mshikaji anauliza, umefuata nini hapa? Basi bidada huyu anakuja kumfokea, anamwambia, Chisoma, kabla sijachukia, kwa hiyo ondoka humu. Basi yeye Chisoma anabaki anashangaa tu, anauliza, why, hiki ni kitanda chetu, kwa nini unafanya hivi? Mambo unayofanya sio mazuri. Mshikaji na yeye pia anapiga busu mtoto wake na anamwambia kwamba, sikiliza, hakuna mtu yeyote atakayetubuguzi. Asubuhi mapema hii hapa tunakutana na Chisoma. Chisoma anataka kuelekea kazini, lakini anauliza, mbona mlango umefungwa? Bidada anasema, ndio mlango umefungwa. Wewe hujui kazi za kufanya? Ndio, kazi gani sasa hizo? Mimi nataka niende zangu kazini. Akamwambia, sikiliza,
haina haja ya kwenda kazini wewe. Mimi ninachotaka nikifanye hapa ni wewe kubaki hapa hapa. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mfanyakazi wangu. Si unajua tena nimeanza kufanya mazoezi, kuna kazi haitakiwi nizifanye. Kwa hiyo wewe utanifulia nguo kama hivyo, vitu kama hivyo. Basi time hizi zinakuja na yeye mshikaji. Sasa mpenzi wake anamuuliza, eti baby, huyu amefunga mlango. Lakini mshikaji anauliza, kwa nini umefunga mlango mpenzi wangu Margaret? Margaret anasema, nimefunga mlango, sitaki Chisoma aende sehemu yoyote. Mshikaji naye anakuja kumwambia kwamba sikiliza baby, unajua mpenzi wangu huyu ambaye ndio mke wangu kwa sasa amefunga mlango ili wewe umfanyie kazi. Lakini anakuja na yeye mtoto hapa Sofia, anabaki na yeye kushangaa. Oya, mzigo huu ni noma, kinoma noma. Basi anambia kuanzia leo utakuwa mfanyakazi wangu. Oya, tamingi kupita hii hapa. Basi akawa anamuita, wewe mfanyakazi wangu njoo. Bidada naye anakuja hapa. Basi yeye akawa anakuja kwa ajili ya kufoka hapa. Lakini Sofia anaingia katikati akasema, yani wewe mfanyakazi hujui mfanyishe mamangu kazi? Kwa lipi ambalo unataka kumfanyisha kazi? Kwa upande wa mama akawa anakumbuka jinsi alivyomuokota huyu bidada wa kumwitaga Margaret. Oya, wanakuambia tenda wema nenda zako. Huyu hapa anaelia ndo Margaret. Oya, kumbe bwana mchongo mzima ulikuwa hivi. Kuna siku moja alikuwa anapita zake mtaani. Wakati anapita mtaani akamkuta dada mmoja ameweka mabegi pembeni na yeye analia ile mbaya. Basi akaja kumsaidia hapa, kumuuliza maswali. Yeye akasema amefukuzwa, alikuwa anafanya kazi za ndani. Kwa hiyo kwa upande wa Chisoma akamwambia, sikiliza, haina haja ya kulia, don't cry, okay, let's go, fungasha kila kitu chako twenzao. Lakini hapa huwezi kuamini. Sofia akasema, ni upumbavu wako mama, wewe ndio uliyesababisha yote haya yakatokea. Umeona bwana? Msigo hapa mzee baba, kumbe unatufundisha. Akamwambia mama, wewe ndio ulisababisha. Lakini mama akasema hapana. Mingi hapa wakati Chisoma amelala kwenye kocha, amepumzika, amefanya kazi za kutosha, na anakuja hapa Margaret anampatia fimbo, anamwambia usikiliza, kamata vitendea kazi hivi na uanze kufanya kazi mara moja, sawa? Si umenielewa? You got me? Oh, you know, understand me? I'm pregnant. I don't know weki mimi. Basi akazungumza vingeli kibao hapa, akamwambia sikiliza, mimi ni mjamzito, siwezi kufanya kazi. Lakini kwa upande wa Chisoma akabaki anashangaa. Akamkumbusha akamwambia, hivi unakumbuka mimi nilivyokuokotaga? Hata kama uliniokota, mtu gani wewe? Mimi sikumbuki ya nyuma, mimi na ganga ajayo. Basi tunaambia kwamba hii ni kumbukumbu ya hapa bidada Chisoma. Nakumbuka siku ya kwanza. Kwa upande wa Margaret aliamka akafanya kazi siku hiyo, na upande wa Chisoma akaja kumwambia, sikiliza Margaret, haina haja ya kufanya kazi kwa sasa, sawa? Nenda kapumzike. Lakini sasa kwa upande wa Margaret ni anamfanyisha kazi mwenzake ile mbaya, noma sana mzee baba. Time hizo kumbe bwana sasa haka kamanzi kanakoitwa jina la Margaret kalikimbia kwenda kwa mpenzi wake kumwambia, oya, amenipiga kibao. Mshikaji Beni anakuja hapa anamuuliza, wewe umempiga kibao? Msimpiga, umempiga kibao kalambo hapa. Kaambia, oya, kuanzia leo wewe ndio utakuwa mfanyakazi, mimi nimemaliza, sawa baby? Oya, mchumba twenzao. Oya, baada ya siku chache kupita tunakuta wawili wanagonga mastori. Yani ni noma mzee baba. Basi wanagonga mastori, upande wa pili mlango umegongwa, mpaka anakuja Sofia anakuja kufungua hapa mlango. Kisha bidada anashangaa, time nyingi nagonga mlango, kumbe kuna watu sebleni hapa afu amekausha. Anakuja kuwauliza hapa, vipi jamani, mbona nagonga mlango mko kimya? Mshikaji akasema, hilo swali sio la kuniuliza, ondoka zako hapa. Sofia akasema, baba, sio kumjibu vibaya hivyo, unamjibu mama vibaya ujue. Oya, noma sana huo mzigo. Basi wakati huo basi mzee akamwambia, hebu twenzao. Time mingi sasa tunaletwa hapa siku nyingine hii hapa. Sasa leo hii hapa unaambiwa kwamba rafiki yake Lilian amemtembelea huyu bidada Chisoma. Wakati amemtembelea anakuja huyu dada wa kazi. Sasa dada wa kazi anakuja kuambia, jamani sikilizeni, inatakiwa tuanze kufanya kazi sasa hivi kwa speed, sawa? Yaani mimi nifanyie kazi. Lakini hawa wakawa wanaendelea kutazama tu TV. Rafiki yake Lilian alikuwa ameondoka mapema kombe. Sasa hapa ni Sofia pamoja na Chisoma. Sasa huyu mama akaambia wampisha, lakini hawakutaka kumsikia. Akasogeza meza chini na akaigiza, akapiga makelele, baba watoto wananiua. Baba watoto anafika, nini shida? Akasema kwamba hao wawili tena, huyu mtoto ni mchawi kinoma noma, alitaka kuniua. Basi akamnasa akamwambia, ni mtoto wewe mpumbavu, na wewe vipi? Sitaki kuangalia chochote kile, mimi namwangalia
mpenzi wangu, sawa. Basi wanashangaa tu. Basi huko anawaambia umekoma washenzi, niwaambia mtoke, mlikuwa mtaki kutoka. Basi yeye akambeba mpaka chumbani. Haya, time ya leo basi unaambia kwamba ni siku nyingine tena, ni miezi kadhaa, miezi kama 8 hivi. Bidada tumbo limesogea mbele kinoma noma. Na hapa anakuja kuwatuma, wanaambia jamani, mkaninulie basi hata udongo, mkaninulie limao, mkaninulie maembe. Anasema nani akakununulia hivyo vitu? Wewe mshenzi, kuanzia leo hii hapa, yani wewe mndani utaondoka tu na ukweli utajulikana, mshenzi wewe. Oya mtoto wangu tuondoke zetu. Akamsukumia pembeni huko, akasema nenda mama. Haya, time hii hapa basi unaambiwa kwamba kile kitendo kilimuumiza hapa bidada. Akamuita baba Kipala, baba Beni, akaanza kumchana. Akamwambia wewe baba Kipala, mimi nikwambie tu, yani mke wako na mtoto wako, yani ni kwamba wanijali wala nini, lakini pia wamekutukana, wamesema yani wewe ni makalio wa punda, yani una lolote, upala wenyewe huo kama ramani ya Afrika, wamekutukana ile mbaya ise baba watoto. Kwa hiyo baba watoto akagundua unanitukana. Akaja hapa akamwambia mke wangu, sasa sikiliza, beba kila kitu chako, ondoka nyumbani kwangu, sawa? Oya, mbona kama vile imekuwa nongwa sana. Akaja akamwambia sikiliza, nikwambia ni wezi na uniwezi chochote kile, yani hamna kitu ambacho na wewe unaniweza, sawa? Oya sikiliza, ndani utaondoka tu. Kama leo yeye amekupa onyo, kesho atakufukuza mazima kiukweli kweli. Mimi nipo, sawa? Oya tunaletwa tena siku ya leo hii hapa. Basi wakati ametulia zake hapa, kanakuja ka Sofia. Wewe naona una chati eti wewe mwanamke gani wewe? Hivi umesahau jinsi mamangu alivyokusaidia, na hii simu yenyewe ni simu ya mamangu, afu na chati wewe kivipi? Basi unaambiwa kwamba wakati anamfokea hapa mambo yakawa mengi. Akaja baba kaka ameondoka ka Sofia, akamwita wewe Sofia njoo hapa. Sofia njoo. Wewe Sofia, kwa nini unamfokea mama yako? Lakini ka Sofia akasema baba, mimi ndo natoka kuamka. Sasa huyu nani amemfokea? Labda ni mzimu wangu. Kisha mzee akawa amekaruhusu hapo, kaka ameondoka. Mzee anamgeukia, anamuuliza wewe umesema Sofia amekufokea, mbona Sofia alikuwa amelala? Lakini hapa akasema wewe sikiliza, unafikiri mimi sina akili? Mimi na akili zangu zote. Huyu Sofia ndo huyu amekuja kunifokea hapa, kwa hiyo mimi sina cha ziada tu, nikwambie hao ukiwezekana uwafukuze, sawa baba wa watoto? Basi mshikaji akaahidi kwamba wakikukosea tena mimi nitawafukuza, kwa hiyo wewe usijali. Bidada anacheka na tabasamu. Oya mzigo natutupa siku nyingine hii hapa. Sasa kumbe huyu bidada ni kwamba anatumiaga dawa mpaka mshikaji ameingia mkenge. Oya mabosi matajiri, oya dada kazi tuwe nao makini. Oya angalia alichofanyiwa huyu mshikaji, mpaka leo hii ndoa yake imevurugika kwa sababu ya dada kazi. Lakini kabla hajamaliza kufanya mambo yake, anatokea huyu Chisoma anakuja kumuuliza, wewe ulikuwa unaweka nini huko? Kumbe unatumiaga dawa Lakini hapa Margaret akasema wewe mpumbavu, sikiliza, kaa kimya, kausha. Mimi natumia dawa. Unajua akamnasa, akamwambia kumbe mpumbavu. Wakati amemnasa, mshikaji anakuja kushuhudia tukio kwamba mama watoto ananaswa. Bidada anagundua kwamba Beni anakuja, kaza kupiga kelele hapo. Lakini wewe kwa nini unalifanyia hivyo? Unaweka sumu. Sikiliza baba watoto, yani huyu nimemkuta anaweka sumu kwenye juice ili wewe urudiane naye uniache mimi. Kwa hiyo ndio hivyo. Asema alioka nini? Hapana ni huyu. Wewe sikiliza, nilikupa onyo. Ameweka juice, ameweka tena sijui ni sumu, sijui ameweka vitu gani. Yani huyu ni mchawi mshirikina, yeye na mtoto wake. Basi unaambiwa mshikaji anachukua jukumu gumu, anaamua kumchukua Chisoma na anamfukuza kabisa nyumbani kwake. Oya kuanzia sasa mshikaji atakuwa anaishi na huyu manzi. Oya temingi bidada ametoka zake nje, anakuja hapa mtoto wake wa kumuitaga Sofia. Sasa hapa Sofia akanamuuliza mama yake kwamba mama, mambo mengine hayo tuwe makini, umeona sasa umefukuzwa. Haya mzigo unatupa huku sebleni. Siku chache tu baada ya bidada Chisoma kufukuzwa, basi udada akawa ametawala hii nyumba. Sasa hapa Margaret yupo anagonga story na mpenzi wake. Oya tunakuja kushuhudia kwamba kumbe mimba sio ya mshikaji Ben, ilikuwa ni mimba ya mshikaji mwingine. Sasa hapa anakuja kufumwa na Sofia anagundua kwamba aisee, kumbe huu anamchiti baba yangu. Oya ikawa ni noma mse baba. Lakini hapa wakati anaongea na simu akagundua kwamba kama kuna mtu fulani hivi alikuwa anamsikiliza. Zati nani huyu? Basi akakata simu ili akasema wewe sikiliza baby, kama kuna kimtu kilikuwa kinanifuatilia hapa hivi, ngoja nikichungulia. Anaenda kuchungulia anakuta manyoya. Nilisi kama kuna mtu. Oya Sofia anakuja kumpigia mama yake kumuelekeza kila kitu. Oya kwamba ule ujauzito sio wa baba, kwa hiyo fanya mchongo ujue ukweli na mimi nitakutumia ushahidi kuanzia sasa.
nitakutumia ushahidi ili uje ueleze hapa kwa mzee. Mzee atambue kabisa kwamba hana mtoto. Haya bwana. Oya, baada ya hapo anakata zake simu, lakini mamake akamwambia, wewe sikiliza, wewe una uhakika? Eti Sofia, najua Sofia wewe una uhakika. Mimi nisizani kama ule ujauzito sio wa Ben. Lakini time hii hapa basi Sofia anakuja kumuuliza hapa, oya, nimesikia kila kitu. Ulikuwa unazungumza na mtu kwamba huo ujauzito ni wa kwake, sio wa babangu. Kwa hiyo ni yeye ungesema mapema kabla ukweli hujajulikana. Basi yeye Sofia anaondoka zake. Time mingi hapa basi wametulia hapa, wamekula bonge la pause. Oya, ili pause linaitwa pause mdanganyiko. Yani ni pause mdanganyiko, mwenzako anakuwa anakudanganya. Wewe unadhani ni ukweli. Basi mimi hapa akamwambia kuna mlango unagongwa hapo. Ni nani? Alikuwa ni Chisoma. Chisoma amefika hapa, akacheka kinoma na akamwambia, wasikiliza, unajua unadanganywa sana wewe. Yani wewe na ndevu zako zote hizo kadi DJ Panadol, lakini bado unadanganywa. Wasikiliza, nakwambia hivi, huyo hapo mwanamke sio ujauzito wako, ni ujauzito wa profesa mmoja hivi huko chuo. Kwa hiyo huyo profesa mimi namjua na yeye ameniambia kila kitu, amenipa na ushahidi. Basi mshikaji akapewa ushahidi na akarudi hapa. Mshikaji mawazo, nimemfukuza mke wangu, alafu tena ujauzito sio ujauzito wangu. Aisee Mr. Kipala leo inamuuma kinoma noma. Aisha mwa ukifanya aliamua kumpigia sasa profesa, akakutana naye na ushahidi akawa ameupata. Mshikaji anarudi huku akaja kumwashia moto. Oya, wewe sikiliza, paki vitu vyako vyote na uweze kuondoka. Na ujauzito sio wa kwangu, ni ujauzito wa profesa. Nimejua kila kitu. Jamani baba watoto, hapana, huu ni ujauzito wako. Ni ujauzito wako Beni. Beni akasema, unanidanganya. Sikiliza nikwambie, paki kila kitu chako. Kuanzia leo mimi na wewe hatujuani. Kwa hiyo sitaki kitu chochote kile kinachoitwa mimba sijui nini. Sikiliza, ulinidanganya mwanzo, kwa sasa hutoweza tena kunidanganya. Oya, mshikaji anakuja kumwashia moto hapa. Jamani baba watoto, nilikuwa nakupa mapenzi yote, lakini ulikuwa unanipa mapenzi kwa hiyo hiyo ujauzito mbona sio wa kwangu? Kwa nini usingesema ujauzito sio? Jamani baba watoto, jamani baba, au dawa zimeanza kuisha baba watoto jamani. Oya, mwamba anagundua kwamba hata hivi aliwekewaga dawa. Aisee, alimwashia akamfukuza, akamwambia, wasikiliza, shika simu yako, oya tena usirudi hapa. Oya, hata mingi kupita siku kadhaa hivi basi tukakutana na Mwamba. Mwamba akawa amekuja kula pause hapa. Au yamwambia mtoto wake, naomba unisamee nini, unajua tena baba yako sikuwa ni mtu, alafu mwisho wa siku niliwekea madawa. Basi mtoto yeye hataki kuzungumza na Dingi, maana Dingi amemuuzi, yeye anaondoka zake. Baada ya time mingi kupita, sasa uwezi amini, kwa upande wa Chisoma anakuwa mwepesi wa kumsamehe mume wake. Mume wake wa ndoa bwana akamwambia, mume wangu naomba nisamehe, mimi ndo mwenye makosa, ila nilimleta yule mfanyakazi, sikujua kama atakuwa ni demu wako, kwa hiyo naomba nisamehe. Mshikaji akasema pia na mimi naomba nisamehe, tamaa tu ziliniponza, kwa hiyo bibi I'm very sorry, yani naomba tu nisamehe. Si unajua tena baby, mambo akawa hivyo bwana. Akamwambia mtoto wangu, basi kuanzia leo wewe baba najua tu zilikuwa ni mapito, yalikuwa ni mapito. Oya, sina cha ziada. Wanasemaga hakuna chenye mwanzo kikakosa na mwisho, na ndio maana dunia ilikuwa na mwanzo na dunia haitakosa mwisho. Kwa nyinyi ambao mnatenda dhambi mnasema dunia haina mwisho, kumbuka hakuna chenye mwanzo kikakosa kuwa na mwisho. Basi huu ndo mwisho wa filamu yetu hii hapa. Ulikuwa nami katika safari yote DJ Panadol, ziara kutuliza maumivu. In case mwanetu kama hujasubscribe, subscribe ili kuwa mwanafamilia wa hii channel. Niseme tu ninawapendeni mashabiki zangu. Tukutane kwenye comments. Ukitaka kuni text kwa ajili ya ushauri zaidi kwa ajili ya kikazi, basi tutafute kupitia namba ya WhatsApp 0754211152. Tuambie nini ambacho unataka tuboreshe hapa, basi sisi tupo hapa kwa ajili yako. Niseme tu good time next year again.